Executive Committee, please just rise for acknowledgement. And the one and only First Gentleman, Mr. George Wanga. Hivi ndivyo alivyokaribisha wageni wake. Asante sana mpenzi msikilizaji, na karibu tena kwa idhaa hii. Popote pale unapoitazamia, karibu sana. Na ningependa kwanza kupeana shukrani kwa wale wote ambao wameweza kujiandikisha na kupata kanda hizi kila wakati zinapotoka. Na iwapo hujajiandikisha, basi ni wajibu wako kufanya hivyo wakati huu. Leo hii basi tumetua pale nchini Kenya, na vile vile tunafunga safari yetu hadi sehemu zile za magharibi, yani tunaingia ule mji wa Homa Bay. Pale basi tunakutana na kidosho, dada, shangazi, mheshimiwa Governor Gladys Wanga. Aliturembeshea mji nasi tukafurahia. Tuliingia, tukaona mandhari mazuri kabisa ya kupendeza. Hata macho yetu yaliduazwa. Hivyo basi tukaelekea hadi katika ule uwanja ambao ulitengenezwa hivi majuzi, yani unaitwa Raila Amolo Odinga Stadium. Kiwanja kile ni cha kipekee. Wote wale ambao wameweza kukiona kwa mitandao ama kupitia njia yoyote ile, basi atakusifia na atakwambia pale tumecheza ndipo. Yani tumegonga ndipo. Tumepata 10 kwa 10. Na hivyo basi tunasema bado. Lakini siku ya leo ilikuwa ni siku muhimu sana ambayo nchi ya Kenya ilikuwa inaadhimisha miaka 62 tangu jinyakulie madaraka kutoka kwa mkoloni. Hivyo basi macho yote ya Wakenya, wa Tanzania na wale kutoka Uganda na wale wa Afrika wote walioko pembe zote za dunia, hata na wale wengine ambao pia wa Afrika, siku ya leo walikuwa wanajiunga na Kenya ili wakaweze kuona ni kipi kile ambacho wale viongozi wataenda kutuambia. Lakini kabla viongozi waongee, tulipata kutambulishwa kwa watu kupitia kwa yule governor wa jimbo lile ambaye ni Gladys Wanga. Basi hebu tumsikize vile alivyotambulisha wageni wake na vile vile kumalizia na barafu yake ya moyo. Honorable Peter Pondo Kaluma, Honorable Millie Mabona, who is also the whip of the National Assembly, Honorable Dr. Lilian Gogo, Honorable Adipo Kwome, Honorable Martin Peters Owino, and Honorable Karoli Omondi, members of Parliament from Homa Bay County. Members of the County Assembly, led by the Speaker, please just rise for acknowledgement. Members of the County Executive Committee, please just rise for acknowledgement. And the one and only First Gentleman, Mr. George Wanga. Basi shangazi Gladys Wanga ama Governor Gladys Wanga ama Auntie Gladys Wanga alipomaliza kumtambulisha barafu yake wa moyo, aliendelea na kumsifu rais kwa kuweka ahadi zake za kimaendeleo na kutaja hata miundombinu ambayo ameweza kutekeleza alipoanza na ile stadium na vinginevyo vyote. Hivyo basi kumpelekea hata bwana rais kuona kuwa yale ambayo watu husema kuwa haweki ahadi sivyo kabisa. Hapa ni dada Gladys Wanga mwenyewe, gavana wetu wa Homa Bay, akikiri na mdomo wake yale mambo mazuri yote ambaye yametendeka kwa muda mfupi kupitia kwa ofisi ya rais ama kupitia kwa kule kuungana kwa wale wapinzani, vyama vya upinzani na chama kile ambacho kinachoongoza nchi. Anasema maendeleo haya hajawahi kufanyika kabisa katika jimbo lile. Hivyo basi wale wananchi wote ama wenyeji wa Homa Bay wamefurahia, na yeye basi aliona ni vyema apeane shukrani zake kwa niaba yao. Mambo yamebadilika, mambo yamekuwa mazuri. Vile ambavyo yalivyokuwa sivyo kwa sasa. Maendeleo yamefika Homa Bay, mataa yamewaka, mji umeng'ara na kila mtu amefurahi. Maendeleo haya ndio tunayataka hata anga zingine. Hivi basi mambo ambayo bwana rais ama yule Daktari William Ruto ameweza kutekeleza ni mengi sana katika jimbo lile. Hivyo inamaanisha hata yale majimbo mengine pia huwa anafanya, lakini wakuja na kuyasema hadharani ndio inakuwa nadra. Lakini ni haki, kwa sababu hata ikiwa ni wewe leo hii umetendewa haya, halafu kesho aenda katende kwingine, na wewe ilhali ulikuwa unajua bado unangoja mengine,
bila shaka utaona kuwa kuna upungufu, na hivyo basi utaanza kunung'unika, kumaanisha zile jimbo zingine kwa sasa huenda zikawa zinanung'unika ama zinawaonea ngoa, lakini pindi rais atakapobadilisha darubini yake awamuliki, wao pia watafurahi. Alafu vile vile pia Homa Bay watakuwa wana madai na wanamdai, kwa sababu hao ndio mambo ya kawaida kupigania maendeleo. Hivi basi, mpenzi msikilizaji, dada yule Gladys Wanga aliendelea zaidi, na hivyo basi kuongelea hata mambo mengine kadha wa kadha. Hebu tumsikize tena katika hii hotuba yake. That just 6 months ago, during the finals of the Genoa Governors Cup, you pledged to complete the expansion of our stadium. Today we proudly unveil a 12,000-seater capacity, canopy-covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip, and upgrading of various roads in Homa Bay town. These developments are a testament to your commitment to keeping promises. Basi gavana aliendelea kutambulisha ama kueleza Homa Bay ni mji gani. Alafu akawaambia ulikujaje ukawa vile uko sasa, na yale yote ambayo ni mazuri ndani mle, yale ambayo sisi wengine ambaye si wa kutoka katika sehemu zile za Homa Bay ama nchi ile ya Kenya tunafaa kujua, ili siku moja tukapata nafasi kuzitalii. Basi hebu msikize alipopromosha sifa zile, hata ungetamani siku ya leo ikupate. Your Excellency, ladies and gentlemen, let me tell you about Homa Bay. Our name is derived from the majestic Homa Hills and the lakefront, the bay. Of the 6% of Kenya's Lake Victoria, almost 80% lies within Homa Bay County. It is a beautiful gem with scenic beaches, beautiful sunsets, breathtaking hills, the Ruma National Park and the rare Roan antelope, Simbi Nyaima and its flamingos, and the beautiful islands of Mfangano, Rusinga, Takawiri, Kiwa, Kibuogi, Ringiti, Ngode, among others. Ingawaje aliyaongea kwa lugha ya Kimombo, lakini tukisikiza kwa makini na polepole tutapata kujua ni kipi alichokuwa akieleza. Ingawaje kuna wengine wetu kutoka katika taifa la Tanzania wanasema Kimombo si mambo yao. Sisi tuna mambo yetu ya muhimu, na kwa hivyo kama ni Kimombo tumewachia wale ambao wanakipenda na wangependa kukiongea. Lakini vile vile pia ni vyema tujue lugha tofauti tofauti ili tukaweze kutangamana na wengine kwa wepesi, wakati bado tunazingatia lugha zetu za taifa ama lugha zetu zile ambazo zimetukuza na zile ambazo tunazitukuza hata sisi. Msikize dada na Gavana Gladys Wanga anavyopromosha sifa na siha za Homa Bay. Homa Bay offers an abundance of natural wonders. On this historic event, as we celebrate the 62nd Madaraka Day, let me reflect on the contribution of Homa Bay's legends in the making of our nation. Gor Mahia, Ojijoteko, Tom Mboya, Paul Mboya, Otieno Kajwang', Orwa Ojode, Dr. Odhiambo Mbai, the chair of the Devolution Committee during the Constitutional Review, among others. It is befitting that we named this magnificent stadium Raila Odinga Stadium in Homa Bay, Rosh, to honor and celebrate the father of devolution in Kenya, Baba Raila Amolo Odinga. Asante Baba for defending devolution. Mpenzi msikilizaji, inakuwa ngumu sana kama ungeweza kutalii sehemu zile za Homa Bay ama sehemu zile za magharibi mwa Kenya, hasa kuanzia mji ule wa Kisumu, kama ingekuwa ni makosa kabisa wewe kama utaweza kukosa kutamka neno Gor Mahia ama Raila Amolo Odinga. Hayo majina mawili ambayo nimeyataja yanaandamana sako kwa bako na yoyote yule anayetaka kusikizwa ama kusikia uungwaji mkono kwa njia yoyote ile, iwapo utakanyaga sehemu zile alafu ukatae kuwataja kwa yale mambo ambayo yamefanya wale wananchi wa huko wakaweza kuyapitia. Wale wenyewe wanasema kuwa Gor Mahia, ambapo kwa sasa ndio timu ya mpira inayotoka sehemu zile, inawakilishwa na
watu ambao wanatokea katika chimbuko lile la Nyanza, na vile vile pia mwanasiasa mashuhuri mshupavu ambaye kwa jina anaitwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Huyu kama utakosa kumtambua ama kumtambulisha, basi hata wewe utatambuliwa. Utaongea yako yote, ukimaliza uende, na hakuna yeyote atakaye kukumbuka wala hata kukusikiza kwa wakati huo. Kwa hivyo ni vyema unapofika pale, kwanza uheshimu na uwatambue, alafu uendelee na hotuba yako. Hivyo basi dada yule ama mama ama shangazi mheshimiwa gavana wa jimbo lile la Homa Bay hakukosea ama hakusahau. Alianza kumiminia sifa mtukufu Rais William Samoei Ruto kwa yale mambo yote ya maendeleo ambayo ametenda, mambo ya maendeleo ambayo amealeta katika jimbo lile, na aliendelea kuyataja moja baada ya mengine, na utapata ni mengi sana. Hivi ni kusema kuwa basi ugatuzi unafanya kazi hapa. Ukimsikiza hotuba ya dada huyu ama mama ama gavana wetu, basi utapata kusikia moja baada ya nyingine, na ukiangalia yote ni mambo ambayo yanaleta maendeleo, ni mambo ambayo yanakuza uchumi, ni mambo ambayo yanaamsha mji ili ukaweze kuonekana katika jedwali la kitaifa, ama hata vile vile kuweza kuamsha mji ili ukaweze kumulikwa katika dunia nzima. Hivi basi tumsikize tena katika hotuba yake pale alipoanza kumiminia sifa mtukufu rais. Your Excellency, we celebrate your government's partnership with Homa Bay County, anchored in our constitutional framework. Since independence, no administration has matched your dedication to our development. The construction of 10 fresh produce markets in Kijebi, Luanda, Sindo, Mbita, Ndiwa, Rodi Kopan, Kindu Bay, Misambi, Kobodo, and the Homa Bay Fish Market at the lakefront, which you launched on Friday, will economically empower and dignify our farmers and traders. We thank you for approving additional markets in Kadongo, Kosele, Nyangueso, Pala, Sikwadi, and Rangwe. Your Excellency, revitalization of the piers in Homa Bay, Kendu Bay, and Bita will foster seamless connectivity across Lake Victoria. In the near future, you will launch the Lake Victoria public ferry. Haya basi, tunasema kuwa yaliyopita si ndwele. Baada ya kumlimbikia mtukufu rais sifa zote hizo kwa yale ambayo ameweza kufanya kwa muda mchache pale katika jiji lile ama jimbo lile la Homa Bay, dada yetu Governor Gladys Wanga aliendelea kutoa ratiba ya matakwa ambayo aliyowasilisha mbele ya rais ili akaweze kutendea wale wananchi ama wenyeji wa Homa Bay. Aliendelea kuyaongea katika hali ya upole sana na kumsihi bwana rais, iwapo basi atapata nafasi ama yatamwingia katika moyo wake, angeshukuru sana kama mambo haya yangeweza kutendewa wale wananchi ama wenyeji wa Homa Bay. Your Excellency, in line with this year's theme of the Blue Economy and Maritime Affairs, we request your government to support the setup of the Blue Economy Center of Excellence at the Tom Mboya University, lake safety for our fisherfolk, support for our beach management units, and inclusion of women and youth to attain the 52,000 potential blue economy jobs in Kenya. We applaud the commencement of construction of critical road networks, including the Mfangano Ring Road, Rusinga Ring Road, Mbita Sindo Magunga Sori Road, Kadel Kanyadiang Road or the Ojijoteko Road, Rangwe Oboke Nyaburu Road, Rangwe Ndiru Road, Kadongo Gendia Road, Nambakaraboka Diedo Road, the Gor Mahia Ring Road, Wahambla Imbo Road, Lalaruga Road. The Gor Mahia, which you launched just the other day. These projects will enhance connectivity and drive economic growth for our people. Bwana Rais, Mheshimiwa William Samoei Ruto, una kazi kubwa sana. Kama nimemsikiza vyema Governor Gladys Wanga, basi una kazi. Anayesema kuwa kiti kile cha rais ni kama cha kukalia tu bila kazi, anadanganya. Mla ni mla leo, mla jana kalani. Baada ya kula yote, Gladys Wanga bado
amepeana ratiba yake kubwa sana. Nashindwa rais ataanzia wapi, atamalizia wapi, na ijulikane ya kuwa ile ni kaunti moja tu, ile ni jimbo moja tu, bado mengine 46. Kazi ipo bwana rais, kazi ipo. Ningependa sana kuona ile wanaita job description ya rais, ili nione kama haya mambo yote yanayotakiwa kutoka kwako basi unafaa kuyatekeleza, ama mengine wamekubandikia. Lakini wewe ukiwa ni rais, wewe ni jungu kuu, lazima uwe na mkoko. Na vile vile pia tunajua kuwa ukiwa wewe ndio kiongozi, basi wewe ni kama jana. Itambulike kuwa kuanzia pale ambapo serikali ilichukua mwelekeo wa kubuni hizi jimbo, maendeleo mengi sana yamefika mashinani. Na hapa basi ni wazi, ni dhahiri kupitia kwa maneno aliyoyakiri mwenyewe Gavana Gladys Wanga. Wengi huwa hawawezi kuyapeza mambo haya ama kuyaongea kwa sauti. Wote wale wanaopata, wengine basi utekeleza, na wengine pia hupelekwa hata wakapatikana na tuhuma za ufisadi kupitia kwa pesa zile ambazo zinafika mashinani ama zinatumwa katika majimbo yale, ili yakaweze kuwafaa na kuleta maendeleo katika majimbo yale. Lakini kulingana na yale yote ambayo tumeyasikia leo, siku hii ya kuadhimisha miaka 62 tangu tupate madaraka, basi inamaanisha kuwa majimbo yameleta maendeleo, yaani ugatuzi wa kuwa na majimbo yameleta maendeleo makubwa sana, na ninatumaini kuwa yatazidi kuleta maendeleo iwapo kutakuwa na ushirikiano mzuri kama huu ambaye tumeweza kuona baina ya serikali kuu na ile serikali ya jimbo. Karibu tena mpenzi msikilizaji, iwapo hujajiandikisha, basi huu ndio wakati tukashirikiane na wewe, na wote wale ambao wamejiandikisha, na pia na shukrani zangu, napatia salute na nikisema hongera. Na iwapo basi ungependa kuacha comment, basi huu ndio wakati huo, na vile vile pia unaweza kulike video hii. Hivyo tu ndio utakavyokuwa unaendeleza video hii ili ikapate kuangaziwa kwingi na mbali, na wote wakapate kunufaika. Karibu tena, asante.